أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ويخلق ما يشاء ويختار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار المهاجرين منهم والأنصار، وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل السلم، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwanza tunakukaribisheni katika kipindi chetu kizuri cha kuikumbusha roho katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ambaye kuwa anakutoleeni muhadhara wa leo ni mja wa Mwenyezi Mungu dhaifu kabisa, Mubarak bin Nasr al-Ismaili. Na sisi tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mwezi huu mtukufu tumeshaugawa, tuko katika 10 la pili katika Ramadhani ya 15. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu wa Kiislamu, ama leo nitazungumzia kunako swala zima la kutumikia na kustafidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani bi kathrati al-a'mali salihah, kwa kukithirisha matendo mema. Na amesema kweli yule ambaye kuwa amesema atitu alqubura fanadaituha fa aina almudhillu walmuhtaqar. Amesema msemaji, nimekuja katika makaburi nikayaita yale makaburi, yuko wapi mudhillu, mwenye kudhalilisha watu, walmuhtaqar, na mwenye kudhalilishwa, mzalilishaji na mwenye kudhalilishwa. Tasawaw jami'an fama mukhbir wa matu jami'an wa mata al-khabar. Wote wamekuwa sawa na wote wamekufa na habari zao zote zimekufa. Kwa hivyo tusitakabbar na katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, wala usitakabbar kwa siha yako Mwenyezi Mungu aliyekupa. Ikhwata al-iman, tuutumie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani katika kumcha Mwenyezi Mungu. Na ndugu zangu wa Kiislamu, Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, mwenye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa imani na kutarajia malipo kwa Mwenyezi Mungu jalla fi'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Yote Mwenyezi Mungu anayasamehe madhambi yako. Ndugu zangu wa Kiislamu, hili jambo ni kubwa sana. Mangapi tunamkosea Mwenyezi Mungu? Hivi unafahamu wewe makosa ambayo kuwa umemkosea Mwenyezi Mungu? Mangapi umemkosea Mwenyezi Mungu? Tumekuwa Mwenyezi Mungu wachache wa kumtaja, tunasema uongo, tunamuasi Mwenyezi Mungu siri na dhahiri, tunatumia macho yetu kutizama mambo yaliyoharamishwa ni Mwenyezi Mungu. Yote haya unatakiwa wewe mja take msamaha Mwenyezi Mungu. Leo Mwenyezi Mungu amekuletea hadia, amekuletea zawadi iliyo bora. Kwa hivyo tuitumilieni hii zawadi, na hii zawadi ili muumini aitumie kwa hima ambayo kwa ni kubwa, anatakiwa asifiki na mambo mawili: al-yaqinu bi liqa'i llah wal himmatu al-aliya. Al-yaqinu bi liqa'i llah, yote yule ambaye kuwa ana yaqini kwamba mimi nitakutana na Mola wangu mlezi, yawman sa'altaqi bi rabbil alamin yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Yoyote yule mwenye kudiriki kwamba atakutana na Mwenyezi Mungu siku hii, basi lazima atakuwa na yaqini thabit katika kutekeleza ibada hii ya funga na kutarajia malipo. Wengine wanakusanya futari kwa ajili ya kushidisha matumbo yao. Jambo la pili ni himmatul aliya. Ukishakuwa na yaqini thabit, unakuwa na himma. Hata ile Ramadhani unapoifunga, unaifunga unakuwa na himma, unakuwa na hamu ya kutenda matendo mema kwa kusoma Qur'ani na kuhifadhi Qur'ani na kumtaja Mwenyezi Mungu na kusaidia maskini. Matajiri wangapi leo?
Mwenyezi Mungu mtukufu amewajalia wamezidi imani katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, wanawapa watu misaada, wanawasaidia. Mwenyezi Mungu alipe kheri. Na wale ambao kuwa wanazuia misaada, wapo wanaozuia misaada, ni matajiri lakini wanazuia misaada. Ewe ndugu yangu muumini, saidia masikini, saidia wale wana shida. Kuna watu wajane hawana cha kukila, kuna masikini, kuna mafukara, kuna mayatima, unatakiwa uwasaidie. Kwa hivyo kukumbushana huku, ndugu zangu wa Kiislamu, tunakumbusha nafsi zetu na nafsi zenu, usikum wa nafsi usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla. Ndugu zangu wa Kiislamu, na katika mambo ambayo kwa anatakiwa mu'min ayafanye katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, akithirisha katika kuisoma Qur'ani na kuihitimu, kwani masahaba ridwanullahi alaihim walikuwa wanahitimu mashaf kila leila. Yurwa anna Uthman radhiyallahu anhu kana yakhtimu alqur'ana fi kulli lailati. Uthman bin Affan as-sahabi al-jalil, sahaba huyu, na alikuwa ni mwenye pesa, tajiri, lakini Qur'ani anaipa kima yake. Kila siku anahitimu Qur'ani, mwanzo wa suratul Fatiha ila surati Nasi anahitimu kila siku. Na katika salafi salih inasemekana kuna alimu mmoja alikuwa anahitimu Qur'ani kila siku mara mbili, anahitimu Qur'ani. Tuchukue ibra kila siku mara mbili. Na Imamu Malik bin Anas alikuwa anaacha kufundisha hadithi, anaacha masomo mengine, anaelekea Qur'ani tu katika mwezi huu mtukufu wa Qur'ani. Fa Ramadhanu shahru Qur'ani, inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrun min alfi shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahu al-azim. Fa Qur'ani imeteremshwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tukithirishe katika kusoma Qur'ani na kumtaja Mwenyezi Mungu na kusaidia masikini na kukithirisha amali saliha katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mfano ambao kuwa na upiga tena katika Jazair, kuna Bani Mizabi, masha Allah, jazahumullahu khaira, inavyosemekana wanahitimu Qur'ani, kila msikiti unahitimisha Qur'ani kila siku. Inakuja kundi la kwanza linasoma, linafika sehemu linakuja kundi jingine linasoma. Fa aina nahnu ma'a al-Qur'an, aina nahnu wa dhikrullah. Ndugu zangu wa Kiislamu, wa aktafi bihadha, as'alu Allah li wa lakum al-hidayah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.